Na hapa ni msibani kwa kina MC Pilipili na MC Luvana. Kwanza pole na msiba. Asante sana. Wewe ni miongoni wa watu wa wale ambao mlikuwa mkitoa matamko mbalimbali ya kuhuzunisha juu ya msiba huu mkubwa. Labda MC Luvana utuambie tu the ambavyo ulivyoishi na MC Pilipili, lakini ulimfahamu katika ngozi ipi? Karibu. Asante sana. Mimi Pilipili nimemfahamu karibu miaka 10 iliyopita au kama 15 sikuhesabu. Lakini nilimfahamu kwa sababu alikuwa anatokea Dodoma na alikuwa ameniona Facebook, akahitaji kuja Dar es Salaam kuniona na niweze kumfundisha mambo ya events. Alikuwa anapenda sana mambo ya events, mambo ya UMC. Kwa hiyo ni historia ndefu. Alikuja Dar, ni kweli, na akaacha kazi, nikamshawishi akaanza kujitegemea. Ni mtu ambaye nimemfahamu, ni mpole sana, ni mtu ambaye hana makuu, ni mtu ambaye alikuwa unganikana na watu wote ambao walikuwa wanataka kuungana naye. Lakini pia hata kama hutaki kuungana naye, ni mtu ambaye alikuwa anatoa misaada kwa watu ambao wanahitaji msaada. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa mwenye unatamani kuwa naye karibu. Yeah. Wako wanaohusisha kifo cha MC Pilipili na masuala ya msongo wa mawazo, lakini masuala ya mahusiano yametajwa sana haya. Lakini wewe ni mtu wake wa karibu, labda una nini ambacho ulikuwa unakifahamu kwenye swala hilo MC Luvanda? I think Pilipili alikuwa mwazi sana. Ni mtu ambaye hafichi hisia zake. I think ndio MC anayeongoza kwa kulia kwenye mitandao. Mimi ukiniona nalia ni kwa nadra sana, labda kwenye msiba kama huu, lakini Pilipili alikuwa ni mtu ambaye hafichi hisia zake. Sasa changamoto za mahusiano kila mtu anazipitia, sema sio kila mtu anazishare kwenye mitandao. Kwa kusema kwamba alikuwa na msongo sana wa mawazo, alikuwa na depression, ni kwa sababu tu anajiexpose katika hilo lengo la kuweza kushare. Na yeye Pilipili alikuwa anapenda sana mitandao. Kwa hiyo katika kupenda mitandao unaweza kuona toa taarifa nyingi na watu sasa pale ndo wanafanya multiple choice, wanavigeza vya kwao wanaweka, lakini ni jambo ambalo I think kila mtu analo. Okay. Yeah. Ni momenti zipi ambazo unazikumbuka na hutajakaa uzisahau kwa MC Pilipili? Momenti nyingi sana. Moments ambazo nazikumbuka ni yeye kuja Dar es Salaam, na ziko nyingi kiasi ambacho nikiambiwa nitafakari kwa haraka haraka nikazishindwa kuzitaja zote. Lakini pale siku ambayo ameacha kazi, nakumbuka aliandika barua, na alivyoandika ile barua hakuisubmit. Na mimi tulikubaliana kwamba siku ya birthday yake ndio siku ambayo ana submit, kwa tarehe 1 mwezi wa 10. Imefika muda wa kusubmit, haja submit. Anaogopa. Akanipigia simu. Hakunipigia simu, ikapita siku moja ya pili. Nikampigia simu, vipi umesha submit? Akaniambia kaka, nimeshindwa bado. Lakini nilipompigia simu nikamwambia submit ili ubadilishe maisha yako. Na kweli akasubmit. Alivyosubmit akaniambia kaka, leo ndio nimelala usingizi mzuri kuliko usingizi wote, kwa sababu sasa nimeweza kulishinda jambo langu. That was a defined moment, kwa sababu kuanzia siku hiyo ndio siku ambayo Pilipili sasa alianza kuwa na maisha ya umaarufu wa kwenda mbele, na ambao tulimsaidia aweze kuwa na muda zaidi wa kuweza kudevelop kipawa chake na kuweza kufikia maamuzi ambayo yanaweza kumsaidia kwenda kusonga mbele. Okay, kuna wakati MC Pilipili alikuwa akizungumza kwamba ameshuka sasa hivi sherehe apati tena, lakini mwaka huu ndo ameanza. Labda katika kila kipindi cha mpito, nyie mlitumia mbinu gani hakikisha mnamleta kwenye lebo kama hii? Mara mwisho alivyokuwa anafanya show zingine huko Tegeta, anafanya sherehe na vitu kama hivi. Pilipili kila wakati akiwa akitaka kufanya kitu lazima ni consult, na nimeshamshauri sana. Kuna kipindi show zake alikuwa, takupa tu moja, mimi alikuwa akifanya pale show ni kwa cheki, nilikuwa nasikiliza naangalia kitu gani ambacho anatakiwa kubadilisha. Na moja ya vitu ambavyo vilikuwa anakosea, alikuwa anarudia material. Nikamwambia Pilipili, naomba hiki usifanye, usirudie material yako mengi yako online. Kwa hiyo jaribu kuja na material mapya. Kwa alikuwa anaanza kubadilisha material yake. Lakini kitu kingine ambacho pale nilimshauri, nilichoona alikuwa anakosea hapo zamani, alikuwa ni mavazi. Pilipili alikuwa akiperform, alikuwa anacheza, anaperform akiwa amevaa nguo za shule. Nikamwambia sio lazima uvae nguo za shule ili kuchekesha. Unaweza kuvaa nguo nzuri tu na ukachekesha. Nikampa DVD, kipindi hicho tunatumia DVD. Nikampa DVD ya Trevor Noah. Trevor Noah ni mchezaji mkubwa sana South Africa. Tulivyoenda South Africa nilimnunulia DVD za Trevor Noah, nikamwambia muangalie huyu mwamba umsikilize. Alivyomuona akasema kumbe champion anaita champion. Kumbe champion inawezekana kumchekesha mtu kama amevaa suti. Nikamwambia yeah, so change. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunasaidiana, lakini vitu vingine siwezi kuviongea hapa. Nimemsaidia sana, tumesaidiana katika mambo mengi, na naamini kabisa kwamba Mungu ameweza kumsaidia pia. Okay, alikuwa ni MC Luvanda na hapa ni Dodoma, tuko nyumbani kwa kina MC Pilipili. Ni taratibu mbalimbali ziko zinaendelea za kuaga mwili wa mpendwa marehemu MC Pilipili ambaye sasa hivi hatupo naye tena. Mimi naitwa Brian Hilary kutoka Bongo 5 na tuendelea kwa nasi kwa update zaidi. Asante mshahara. Shukrani sana.